Subscribe Mzee wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura. Sasa leo tuna mafunzo kwa walimu wa somo la fizikia mkoa mzima, na sasa labda nieleze kwa ufupi ni kwa nini leo tuna mafunzo ya physics. Kwa ujumla mkoa wetu ufanye vizuri sana kwa matokeo ya kitaifa, lakini pamoja na hayo mkoa unapambana sana kutafuta mbinu za kupandisha ufaulu. Wafanya walimu wafundishe, watekeleze majukumu yao, na mwisho wa siku watoto waweze kufikia ndoto zao. Lakini katika kutofanya vizuri sana, tumegundua tuna shida kubwa katika masomo ya sayansi, na hasa somo la fizikia. Na ukiangalia combination za masomo ya sayansi nyingi, watoto huwa wanazipoteza kwa sababu ya kufeli somo la physics. Kwa hiyo tuna watoto wengi ambao wana matamanio ya kuwa wanasayansi katika sekta mbalimbali za kisayansi, lakini somo la fizikia hukwamisha ndoto zao hizo. Kwa hiyo kama msimamizi wa elimu katika mkoa, nimekuwa nikifikiri namna gani ya kuwakomboa watoto ili waweze kwenda na kile kitu mtu anatamani kufanya. Katika pitapita na kufanya utafiti na kuulizia, nikagundua kwamba kuna mwalimu mmoja ambaye ni mzuri katika somo hilo, na yeye watoto wake wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo tukakaa hapa kama mkoa, kushirikisha viongozi wangu, tukakubaliana kwamba huyo mwalimu tumuite haja awapitishe walimu wetu tuone shida iko wapi. Lakini kabla ya kumuita pia nikatengeneza group la walimu wa physics, nikamuunganisha na yule mwezeshaji tunayotaka kuja kutuwezesha. Kwa hiyo nikawataka walimu ku identify maeneo ambayo yanawapa shida pia katika ufundishaji. Lakini pia kwa sababu baraza huwa linaturudishia analysis ya matokeo, wanajua ni mada zipi ambazo watoto huwa hawafanyi vizuri. Kwa hiyo waka identify yale maeneo na yule mwezeshaji akayafanyia kazi, na ndo maeneo ambayo ataenda kupitia kwa siku 3 mfululizo kuanzia leo. Kiangalia matokeo yetu, labda nitoe takwimu kidogo kwa miaka 3 mfululizo. Mwaka 22 kwa kidato cha 4, wanafunzi waliofanya mtihani wa physics walikuwa ni 2639, na waliopata A ni wanafunzi 5, sawa na 0.18, na waliopata B walikuwa ni 35, sawa na 1.32, na waliopata daraja la A hadi C ni 17.2. Lakini mwaka 2023 kwa kidato cha 4 hicho wanafunzi waliofanya somo la fizikia walikuwa 2922, na waliopata daraja A walikuwa ni 7, sawa na 0.2, na waliopata B walikuwa ni 67, sawa na 2.3, na waliopata daraja A hadi C walikuwa ni 25. Mwaka 2024 wanafunzi waliofanya mtihani wa somo hilo la physics kwa kidato cha 4 walikuwa ni 3208, na ufaulu wa daraja A ilikuwa ni watainiwa 11, sawa na 0.3, na daraja B walikuwa ni 71, sawa na 2.2, na C daraja A hadi C tulikuwa na 22.7. Kwa hiyo naona kwamba katika somo hili watoto wengi wanaangukia daraja D na F, jambo ambalo linaharibu combination yao ya PCM, PCB na combination nyingine ambazo zinakuwa na physics ndani yake. Kwa hiyo kwa kuangalia kwamba somo hili linaua ndoto za watoto, ndio maana tukafanya maamuzi hayo kwamba walimu tuwapitishe, tuwarudishe shule kidogo, kwa sababu wakati mwingine wanafeli kwenye kujisomea
au kutafuta material zaidi, au nao kuna ufahamu hauko vizuri. Maana kitu kama ukifahamu vizuri pia huwezi kumuelimisha mtu. Lazima wewe unatakiwa kumfundisha mtu, wewe unajua zaidi, unachimbua na kufahamu zaidi. Lakini pia physics is something to do with logic. Kama mwalimu hawezi kuleta logic ya issue ambaye anataka kuwafundisha watoto, basi physics inabaki kuwa somo gumu. Lakini kumbe tukipata watu wanaoweza kufanya clarifications vizuri kwa watoto, eneo la practical na maeneo ya theory, basi tunaweza kuondokana na ufaulu huu duni ambao kwa kweli unapoteza ndoto za watoto wetu wanaotaka au wanaotamani kuwa wanasayansi. Sawa, kwa maana hiyo sasa tunaweza kusema kufeli kwa watoto kwenye masomo ya science, hususan hili somo, kunatokana na walimu kutokuwa na uelewa. Ni moja wapo ya factor. Tuna na factors zingine, kuna watu kuwa wavivu kutekeleza majukumu yao, lakini tunafikiri tatizo kubwa ni mwalimu kuwa na uelewa mpana au uelewa mkubwa katika yale anayotakiwa kuwaelewesha watoto au kuwasilisha kwa watoto. Mtihani form 6 hatufanyi vizuri, inawezekana pia kuna upungufu au umahiri wa walimu wetu. Sasa tukiona tutatokaje, kwa namna gani tutatoka? Tutafute mwalimu mahiri aweze kuwawezesha walimu wetu. Wenye walimu pia wamepata mafunzo, ni walimu wa physics, wanafanya vizuri lakini sio vizuri sana kwa uwezo wao. Tukaona sasa hebu tuongeze uwezo zaidi kwa kualika mtu ambaye ni mahiri wa somo hilo. Lengo kuhakikisha kwamba na sisi Ruvuma tunafanya vizuri hasa kwa masomo ya sayansi, kwa sababu sasa hivi dunia ni sayansi, na ili tuweze kushikilia, tuweze kufanikisha ndoto za wanafunzi wetu, lazima tuhakikishe kwamba kwa masomo ya sayansi anafanya vizuri. Kwa mfano, mwanafunzi anayetaka kusoma udaktari, aliyemaliza kidato cha 6, hawezi kwenda kusoma udaktari kama hajapata daraja la kwanza. Kwa hiyo physics imekuwa kama center kwenye somo la udaktari. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba wanafunzi wale wanaoenda kusoma somo la udaktari wanafanya vizuri. Sawa. Nje na mipango ya kutoa semina hii fupi kwa walimu wa science, mna mikakati gani mingine ya kuhakikisha mnajitoa hapa? Maana mkoa wa Ruvuma kwa ujumla inaonekana haifanyi vizuri sana. Tumeshafanya mikutano mingi, tumefanya mkutano ule wa mkoa wa wadau, lakini pia tumefanya mikutano na walimu wote, wakuu wa shule wote. Tumefanya mikutano na maafisa elimu kata, lakini pia tunaendelea kufanya uhamasishaji kwa wadau wengine kushiriki katika masuala ya elimu. Kwa sababu unapozungumzia elimu ni mtambuka. Tunahitaji pia wazazi, tunahitaji mashirika, tunahitaji watu wa serikali, mashirika binafsi, ili kuweza kukusanya nguvu na kwenda kufanya kazi pamoja. Kwa hivyo tunaendelea kufanya uhamasishaji na tunaendelea kufanya vikao mbalimbali, na tutaendelea kuita mafunzo mengine kwa masomo yanayofuata. Kwa kumalizia, mkoa mzima, maana tumeona mikoa mingi, nchi nzima kwa ujumla ina changamoto ya walimu wa science. Naam. Kwa mkoa huu wa Ruvuma tuna walimu wangapi wa sekondari wanaofundisha somo la science, lakini kama kuna upungufu ni kwa kiasi gani, na muone pengine kwamba hiyo ndio changamoto? Siwezi kusema idadi kamili, lakini ninachotaka kusema upo upungufu, lakini saizi ni mdogo sana. Serikali imejitahidi, imeajiri walimu wengi wa sayansi, na pia sio kwamba tunachozungumzia hatupambani na upungufu peke yake. Tunachozungumza saizi ni kuhakikisha kwamba walimu wanapata ujuzi, wenye ujuzi wa kutosha kufundisha sayansi. Kwa sababu unaweza kuwa na walimu wengi lakini bado ukao performance ikawa chini. Kwa hivyo serikali imejitahidi, imeajiri walimu, upungufu umepungua kiasi kikubwa. Na tunamshukuru rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ameajiri walimu wengi wa sayansi. Kwa hivyo tunaenda kufanya vizuri. Kwa maana hiyo walimu wapo lakini uwezo wao ndio unaonekana mdogo. Sasa tunataka kukazia hapo. Tunataka walimu wenye umahiri, sio tu bora mwalimu. Tunahitaji mwalimu bora kwa mwanafunzi bora. Ziko sababu kadhaa ambazo zinaweza zikasababisha mkoa wetu usifanye vizuri. Sasa sisi kama mkoa, kwa kushirikiana na ofisi ya katibu tawala na sisi wakuu wa shule kwa maana ya TAHOSA, tumekuja na mikakati kadhaa. Mkakati wa kwanza ambao tumekuja nayo, tulikuwa tumeendesha semina kwa wakuu wa shule wote mkoa wa Ruvuma pamoja na makamu wa wakuu wa shule
pamoja na wataaluma wao pamoja na walimu wa malezi wa ngazi ya shule. Tuligundua inawezekana mkuu wa shule kutokana na majukumu yake kuwa mengi, wale ambao wanamsaidia kazi pale wanaweza wakakosa skills za kuweza kuwajika pale shuleni. Kwa hiyo ofisi ya katibu tawala pamoja na TAWOSA tumeendesha haya mafunzo kwa ajili ya kuwajengea walimu uwezo wa kusimamia shule. Sababu tukagundua wako walimu watoro, wako walimu wengine ambao hawajibiki vizuri. Kama uongozi wa shule huko imara, basi tunaweza tusipate ufanisi. Hii tumefanikiwa. Lakini jambo lingine tukawa tumeplan pia kuwatembelea walimu kwenye maeneo yao. Kwanza kwa kuwapa hamasa, lakini pia kuwakumbusha wajibu wao, lakini pia kuwaonesha namna gani mkoa wetu haufanyi vizuri kwenye eneo hili la taaluma. Hilo tumefanikiwa. Lakini jambo lingine tumeanza kuweka mikakati sasa wa kuendesha semina, tukijua kwamba wako walimu ambao muda mrefu hawajapata mafunzo, lakini pia wako walimu ambao inawezekana pia uwezo wao ukawa ni mdogo. Mkoa kama mkoa tukaona kama tuanzishe mafunzo, lakini tukasema kila mwaka tufanye semina ya masomo mawili. Kwa mfano kwa mwaka huu tulipanga tufanye semina ya somo la Kiswahili, lakini pili tufanye semina ya somo la fizikia, ambalo kwa miaka mitatu tuliona kwenye mkoa wetu hatukufanya vizuri, ingawaje ukiangalia maeneo mengine ili somo limewabeba sana. Kwa hiyo tuko hapa leo katika shule ya wasichana Songea kwa maana ya kuwawezesha walimu wanaofundisha somo la fizikia kutoka kwenye shule zetu waweze walao kuondoka na kitu fulani kinachoweza kuwasaidia vijana wetu. Na mpaka naongea na wewe tunao jumla ya walimu 204 ambao wanashiriki mafunzo haya leo. Na tumemtafuta mwalimu bobezi toka Dar es Salaam ambaye tutakuwa naye hapa kwa siku 3 kuhakikisha kwamba swala hili la walimu kuwajengea uwezo analifanya kwa ukamilifu wake. Niongezee pia kwenye swala la kwamba nazalia ambayo iko kwa watoto kwamba somo la fizikia ni gumu. Hapana. Nyuma ilikuwa ni gumu kwa sababu ya uhaba wa vifaa vya maabara, lakini sasa hivi shule imeboresha, lakini pia kuna kompyuta imeleta. Kwa tunapofeli kuona kitu halisia tunakiona kupitia mtandao. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi kwamba masomo haya ya sayansi yataenda kufanya vizuri sana, hasa katika halmashauri zetu za mkoa wa Ruvuma. Sawa, umezungumzia kwa maana ya sasa tumeingia kwenye utandawazi ambao tunatumia teknolojia zaidi ambayo ipo sasa hivi ya kisasa. Ndio. Mnamfundisha mtoto kutumia kompyuta, lakini haruhusiwi kuja na kompyuta shuleni, haruhusiwi kuja na simu. Hii hamuoni kwamba ni miongoni mwa changamoto ya mtoto kutokuelewa kile ambacho ukimfundisha pale darasani akirudi kula nakokaa anashindwa kupractice? Asante. Taratibu na miongozo ya serikali hairuhusu vifaa vya mawasiliano kumilikiwa na mwanafunzi. Kwa hiyo kuwepo kwa kompyuta mashuleni ni vifaa saidizi wakati wa kujifunza na kufundishia. Na hiyo inatosha kabisa kwa mwanafunzi kuelewa. Na pale ambapo haelewi anaruhusiwa kumfuata mwalimu kwa ajili ya maelekezo zaidi na sio kumiliki vitu ambavyo havitakiwi. Kwa maana hiyo wakisema wewe toa ushauri ili muweze kufanikisha hii masomo ya science ambao kwa sasa hivi kila kitu kiko kwenye mtandao. Wakisema toa ushauri, wanafunzi waruhusiwe kuja na hivyo vifaa shuleni kwa utaratibu maalum au wasiruhusiwe kabisa kama ilivyo sasa hivi. Ni ipi bora mnaona kwa nyie walimu wa sayansi? Kwa sisi walimu wa sayansi ni wasiruhusiwe kabisa, kwa maana serikali imeboresha miundombinu. Watumie vifaa vinavyopatikana shuleni, kwa mfano kama kompyuta zipo pale, wajifunzie kupitia vifaa vya shuleni na sio kumiliki vitu vya mawasiliano kama vile simu, kompyuta na vitu vingine ambavyo haviruhusiwi. Hivyo wanafunzi ni wanafunzi, watachukua vitu vingine nje ya elimu, kuangalia vitu ambavyo haviendani na mazingira ya elimu. Kwa semina hii au kwa maelekezo haya ya leo, kwa vile sasa hivi tunajikita sana kwenye kusoma kwa kuona na kwa vitendo, kulingana na serikali kuboresha miundombinu, kwa maana kwamba kutuletea vitabu, kutuletea vifaa vya maabara. Kwa hiyo watoto wetu watakuja kuyamudu sana haya masomo. Kupitia mafunzo haya tunaweza tukabadilishana mawazo ni mbinu gani tutumie ili tuwawezeshe wanafunzi wakalipenda somo la fizikia na wakafanya vizuri zaidi katika mitihani ya vitendo. Ni kweli nikiri tu nishukuru serikali kwa maana ya kwamba walimu wa sayansi wameajiriwa. Tunashukuru sana serikali yetu. Tunaamini kutokana na changamoto iliyokuwepo siku za nyuma kwamba kulikuwa na upungufu wa walimu wa sayansi,
hilo linakwenda kutatuliwa. Lakini kwa upande wa wanafunzi, nafikiri ni picha tu ambayo imejengeka au imani ambayo watoto walikuwa nao kwamba somo lile ni gumu, lakini kiuhalisia somo sio gumu, na tunaona kuna mabadiliko mazuri tu ambayo yapo. Kwa hiyo tunashukuru, tunaamini. Hata baada ya semina hii pia tunaipongeza uongozi wetu wa mkoa ambao pia umefikiria na kuona ni vema kuwa na semina hii. Itatuongezea uzoefu, tutashare mawazo, watu watabadilishana mawazo. Kwa hiyo itatusaidia, tunaamini kutakuwa na mabadiliko mazuri na pia kuleta mafanikio mazuri kwenye somo letu la fizikia. Na sio kwamba walimu mnapokuwa huko, licha kwamba mmesomea masomo hayo, mnapoteka na ndio maana pengine mnashindwa kufundisha kile ambacho mwanafunzi angeweza kukielewa? Hapana, kwa mwalimu ambaye anajitambua kwamba kilichomleta ni kazi na anatambua wajibu wake vizuri, nafikiri haiwezekani kubweteka. Na tunaendelea kupambana kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye somo letu la fizikia. Na changamoto hususan kwenye ufaulu wa masomo ya sayansi. Masomo ya sayansi kimaanisha chemistry, biology, physics pamoja na mathematics. Ufaulu kwa miaka hivi karibuni, halmashauri yetu ya manispaa ya Songea, ufaulu umekuwa sio mzuri, kwa sababu asilimia ya wanafunzi wanaopata daraja A mpaka C ni asilimia 25 tu. Ukiangalia hapo utakuta kwamba changamoto ni kubwa, kwa sababu asilimia 75 ufaulu wao ni D na F. Kutokana na changamoto hii, tukaja na wazo tuweze kutoa mafunzo kwa walimu kwa lengo la kukumbushana namna gani natakiwa kufanya hayo maswali. Kwa hiyo watafundishwa mada mbalimbali, na ukizingatia sasa hivi masomo mengi au maswali mengi yanakuja, mwanafunzi anatakiwa ajieleze zaidi, yani kuliko ile kukariri. Kwa hiyo walimu tunaamini kwamba watafundishwa mbinu nyingi ambazo wao sasa wataenda kuwafundisha wanafunzi. Pamoja na kufundisha kawaida, lakini pia watapata namna gani kujifunza hawa wanafunzi waweze kujibu maswali. Manispaa kama sijakosea inaweza kawa ya pili kwa kufanya vizuri pengine, lakini bado kwenye masomo haya ya science kuna changamoto hiyo ipo. Hali ya walimu wa science kwa hii eneo la manispaa ikoje? Kwa bado walimu wa sayansi hawatoshelezi, kwa sababu kwa manispaa ya halmashauri ya manispaa ya Songea tuna upungufu wa walimu wa sayansi 146 kati ya 320 wanaohitajika. Kwa unaona hata nusu ya wanafunzi ya walimu bado hatujafikia. Kwa utakuta mwalimu ana mzigo mkubwa. Kuna baadhi ya shule na walimu wa physics labda 2, walimu wa biology 3, walimu wa chemistry inawezekana ikawa 2. Na tukumbuke kwa mfano somo la biology na mathematics, mwanafunzi anatakiwa asome kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Hamna option hapo. Lakini kwenye somo la physics na chemistry option ipo. Pamoja utakuta kuna idadi ya wanafunzi wanapungua kwenye physics na chemistry, lakini idadi ya walimu bado hawatoshelezi, kwa sababu mwalimu huyo itabidi afundishe na kuanzia kidato cha kwanza. Kwa hali bado sio nzuri sana. Kuna kuta mwalimu wa sayansi anakuwa na mzigo mkubwa ukilinganisha na mwalimu wa masomo ya arts. Kwa mfano history, geography, English na Kiswahili. Amuoni sasa shida bado itakuwa iko pale pale kama changamoto ni upungufu? Tutakwenda kupunguza changamoto moja hapo. Kama nilivyosema, changamoto nyingine bado wanafunzi wanashindwa kujibu maswali. Kwa hiyo kwa semina hii walimu watakwenda kuwafundisha namna gani wanafunzi kujibu maswali pamoja na uchache wao. Kuna changamoto ambayo tutaokoa. Kwa hiyo na tegemeo letu sisi wanafunzi hao wafaulu walau kuanzia daraja C, B na A ndio malengo yetu. D na F tumezikataa kwenye masomo ya sayansi na masomo mengine kwa ujumla. Ufaulu kwa ujumla kwa manispaa ya Songea hali ilikuwaje kwa mwaka huu? Tuliweka malengo ya kwamba 50% ya wanafunzi wa kidato cha 4 wafaulu kwa daraja la kwanza mpaka la 3, lakini kwa bahati mbaya tukuweza kufikia. Wanafunzi ambao walipata daraja la kwanza mpaka la 3 ilikuwa ni 41%. Kwa hiyo tulikuwa tumerudi nyuma kama 9% hivi. Lakini kwa mwaka huu kwa kupitia na hiki tunachokifanya, naamini
kwa sababu hizo division au daraja hizo za ufaulu zinapatikana baada ya wanafunzi kupata madaraja mazuri kwenye masomo yao. Mwanafunzi akishapata D, akishapata F, uwezekano wa kupata 3, 2 na 1 ni mdogo. Kwa hapa tunapambana kwanza kwenye somo moja moja, walau wanafunzi wapate division daraja C, B na A ambayo ndio itakwenda kutufikisha kule kwenye division 1 mpaka division 3. Katika shule yangu sijaona walimu wakiwa na tabia hizo ambazo zimetajwa hapa. Muda wa kazi huwa unafahamika kwamba tunaingia kazini saa 1:30 na tunatoka saa 9:30. Katika taratibu za kiutumishi, kama kuna walimu ambao wana sifa hizo, nafikiri wanatakiwa wawajibishwe. Ni kitu gani kinapelekea shule yenu kufanya vibaya? Licha ya kwamba mko maeneo ambayo hayana ushawishi sana kama yale maeneo ya mjini. Mimi ni mzaliwa wa kule Nyasa, natokea kijiji hiko ambako shule ninayofundisha inapatikana. Asili ya wazazi wa kule wako nyuma sana katika masuala ya elimu. Walimu wanakuwa na mikakati mbalimbali ambao wanataka kuifanya ili kuwezesha ufaulu ukawa mzuri. Kwa mfano, mwanafunzi anakaa shuleni kuanzia saa 1 mpaka saa 9:30 hali chakula chochote. Sifikiri kama vile vipindi vya mchana mwanafunzi huyo atakuwa anavisikia vizuri, wakati huo anakuwa ana njaa. Kwa hiyo wazazi nao ni sehemu ya kusababisha watoto wakawa wanafanya vibaya darasani. Haya, mtafanyaje sasa baada ya mafunzo haya ili mtoke kule, maana sasa nyie ndio mnatia aibu? Nimetokea Dar es Salaam, Kinondoni. Nipo hapa kwa ajili ya kutoa semina au tunasema kuongezeana ujuzi na capacity building katika eneo la somo letu la fizikia, lakini katika mitihani au eneo la vitendo, practicals. Sasa kwa nini tumelitafuta eneo hilo au tumefikia eneo hilo? Ni zuri na ni muhimu katika kuwafanya watoto wetu waweze kufanya vizuri. Watoto wengi wanapata changamoto kwenye nadharia, yani theory. Na mtihani ya fizikia inahusisha mtihani wa vitendo na mtihani wa nadharia. Sasa mtoto hata akiwa ana uwezo mdogo kwenye nadharia, kwenye mitihani ya vitendo wanafanya vizuri. Kwa sababu gani? Wanajifunza kwa kutenda. Sasa the fact kwamba wanajifunza kwa kutenda inawaongezea uwezo zaidi wa kuelewa kuliko ile nadharia. Na tujaribu kuangalia mtoto anayepata let's say 29 ya 100 kwenye nadharia wa O level, alafu akapata 48 ya 50 kwenye mtihani wa vitendo, anapata C. Kwa anaonekana amepata C wakati kwenye mtihani wa nadharia alikuwa na F. Kwa hiyo mtihani wa vitendo unamsaidia sana mtoto kufanya vizuri. Hatusemi kwamba tuache kuwasaidia pia kwenye nadharia, lakini tunaonyesha kwamba ujifunzaji unakuwa more effective kwenye vitendo kuliko nadharia, na watoto wanafanya vizuri kwenye mtihani wa vitendo kuliko nadharia. Na ndio maana tunaongeza nguvu huko pia ili kuwasaidia waweze kutimiza ndoto zao. Nipo hapa ili kuweza kuongeza uwezo wa walimu wa hasa kuandaa vizuri maswali, kuandaa vizuri hizo practicals kwa vitendo, lakini kuwa na uwezo wa kujua kifaa ambacho sio safi, yani sio kizima, na ambacho ni kizima, hasa vifaa vya umeme, kwa sababu ndo changamoto ilipo kubwa sana. Vifaa vya umeme vingi vinakosa ubora na unakuta walimu hawezi kujua kama hiki kifaa ni bora au sio bora. Sasa tunapokuwa kwenye semina kama hii, tunaambizana na kupeana mbinu jinsi ya kujua kifaa ambacho ni bora, kinachoweza kutoa majibu sahihi na kuweza kumsaidia mwanafunzi kuweza kufanya vizuri. Lakini hivi vifaa ni gharama sana, na ni gharama kwa shule na taifa kwa ujumla. Tunataka pia tuwezeshane jinsi ya kuweza kuvirekebisha.
Sio kifaa kifanye kazi mtu anaweza kukitupa kwamba hiki hakifanyi kazi. Kumbe kunatakiwa kuchomelewa tu kipande kidogo kawaya ili kiende kufanya kazi. Kwa hiyo tunajifunza na kuelekezana jinsi ya kufanya repair, kuvitesti kama vinafanya kazi, lakini kugundua vifaa ambavyo ni fake. Na mara nyingi vifaa vya physics tunaagiza, suppliers wanafanya biashara wanaleta kifaa anachoona kimeandikwa ammeter, kimeandikwa wire fulani nichrome au constantine, lakini quality yake ni changamoto. Sasa tusipowezeshana sisi walimu kujua kwamba huu wire ni wire sahihi, hii kifaa ni kifaa sahihi, itakuwa ngumu sana kuweza kufanya hiyo mitihani ya vitendo, lakini itakuwa ngumu sana pia kuelekeza watoto ili waweze kuelewa, kwa sababu unapomwelekeza mtoto kwa kifaa ambacho sio kizima ataishia kupata majibu ambayo sio sahihi. Kwa kufanya hivyo unamuondoa tayari kwenye nini? Kwenye reli. Yawezekana likawa ni wazo la kwako ambaye umesimamia sekta ya elimu kwa mkoa, baada ya kuona kuna changamoto, lakini walimu wametoka kila bahari kuja hapa manispaa. Kwa maana hiyo kuna gharama za kutoka huko kuja hapa na kurudi, lakini vile vile huyo mwezeshaji kwa vyovyote vile kuna gharama kutoka huko alikotoka kuja hapa, na pengine atahitaji na yeye hela kidogo ya kujikimu. Hizi gharama zote pengine wakati mnapanga mlizielekeza kwenye kitengo gani? Nani alitoa? Ni walimu wenyewe wanajilipia au mlitengeneza namna ya kupata hela ili walimu waweze kupata hayo mafunzo? Nilipopata wazo hili nilimshirikisha katibu tawala wa mkoa na tukaenda tukamshirikisha mkuu wa mkoa. Kwa hiyo sio kwamba sasa ninafanya kama mimi, kwa sababu nina viongozi wangu hapa ngazi ya mkoa. Kwa hiyo baada ya kuwashirikisha wakakubali idea yangu na wakaniambia nipeleke budget ya shughuli hiyo. Kwa hiyo nilipeleka budget ambayo ilinclude chakula, lakini nauli ya mwezeshaji na posho yake, lakini na pamoja na fares za walimu watakavyoishi hapa kwa siku 3. Kwa hiyo jambo hilo lilikuwa handled na mkoa. Maana gharama zimetokana na mkoa. Yes. Asante. Twende kwenye uchumi. Uchumi wa mwalimu binafsi nahisi ni muhimu sana mwalimu atimize wajibu wake. Yaani mwalimu ukitimiza wajibu wako wakati wa masomo na hadi muda wako wa kazi ukaisha, muda wa ziada unaweza kaendelea na vitu vingine ambavyo viko nje ya utaratibu wa serikali, kwa maana ya kwamba kuwa na biashara kusipelekee wewe ukafanya vibaya au ukashindwa kutimiza wajibu ambao serikali umekuajiri, kwa maana kwamba biashara ifanyike nje ya muda wa serikali. Kuna ugumu gani kwa labda tushare na wewe sasa, kwa sababu nafundisha shule ambayo ina watoto wote ni wa jinsia ya kike? Kuna ugumu wowote? Maana zamani ilikuwa inakadiriwa kwamba watoto wa kike hawapendi sana masomo ya sayansi. Hali ikoje kwa pale Dr. Samia? Kwa shuleni kwetu Dr. Samia ni tofauti kidogo. Watoto hata ukiangalia matokeo ya kidato cha 6 ambayo ni matokeo ya kwanza toka shule imeanzishwa, watoto wamefanya vizuri na ni wa kike. Kwa hiyo hata kidato cha kwanza walioko pale, kidato cha pili walioko pale ni tofauti na zamani tulivyokuwa tunaona. Watoto wa kike sasa hivi wameendelea, wanafanya vizuri na wanajituma, na asilimia kubwa, kwa mfano shuleni kwetu Dr. Samia wanasoma masomo ya sayansi wote. Kwa hiyo wanafanya vizuri. Lakini hiki ni sababu tu ya miundombinu. Serikali ikiboresha miundombinu, kwa mfano sisi shuleni kwetu miundombinu imeboreshwa sana. Kila kitu kipo. Kwa hiyo watoto wana maeneo makubwa ya kujisomea na walimu wanafundisha na wanajitoa kwa moyo. Ndio maana matokeo yanakuwa mazuri. Umeshapewa chakula, unaendelea kula. Alafu anakuja mtu tena anasema bwana acha kula, nenda kanao alafu ndio uje uendelee kula. Hiyo inaleta tafsiri gani kwenye kichwa chako? Hujamuelewa? Swali langu liko pale pale. Ulikuwa umepewa chakula na umeletewa maji ya kunao, kanao, unaendelea kula. Alafu wakati unaendelea kula, mtu mwingine anasema acha kula kanawe kwanza alafu ndio uje uendelee kula. Linaleta tafsiri gani kwenye kichwa chako? Tafsiri inayokuja kwa haraka ni kwa maana kwamba
sijanao vizuri, labda kuna uchafu kwenye mikono. Sasa amuoni kwamba kuna changamoto hapo, kama mlikuwa mnaendelea kufundisha tu vizuri na mumeaminiwa, lakini katikati viongozi wanaona hapa kuna sababu ya kuendelea tena kuwafundisha hapo. Amuoni kwamba kuna changamoto kwenye upande wenu? Asante sana. Na hisi mkoa umeona kwa sababu ya ufaulu wa daraja A kuwa mdogo, daraja B kuwa mdogo, hasa kwenye somo la fizikia. Kwa mkoa ukaja na mikakati ambayo sasa tupate mafunzo ya jumla, kwa maana kwamba tu share experience na walimu wenzetu. Kwa hiyo baada ya hapo nahisi kutakuwa na mabadiliko chanya kulingana na hiki walichokifanya mkoa, kwa maana kwamba ya semina ya somo la fizikia. Ili mwanafunzi afanye vizuri, kunatakiwa kuwe kuna ushirikiano mzuri kati ya wazazi pamoja na walimu. Mzazi ana muda mchache sana kukaa na mtoto nyumbani. Muda mwingi mtoto anakuwa shuleni akiwa chini ya walimu. Kwa hiyo ile mikakati ambayo walimu wanakuwa wameipanga ili kuwezesha wanafunzi wafaulu na ambayo inatakiwa itekelezwe na wazazi, basi wazazi wao waelewa walimu na pia wao wanatoa ushirikiano. Kwa hiyo kupitia vikao vya wazazi tutakuwa tunaendelea kuhamasisha waendelee kuyasikiliza yale ambayo tunawaelekeza ili kuwe kuna ufanisi mzuri wa kimasomo. Mfano, kuwachangia watoto chakula ili wapate muda mwingi wa kujisomea. Manake kwa mwalimu ambaye ana mada nyingi za kufundisha, inabidi ajitolee atumie muda wa ziada ili kuweza kuzimaliza zile mada ambazo anatakiwa azifundishe. Na muda wa ziada huo ni baada ya masomo. Sasa huwezi kumfundisha mwanafunzi ambaye hajala chakula. Kwa hiyo kupitia mwalimu, wazazi kuleta chakula shuleni, mwalimu pia atakuwa na moyo wa kuwafundisha wanafunzi ule muda wa ziada. Na naendelea kuwahimiza wanyasa wenzangu kwamba kwa kujitolea, mfano mimi mwenyewe kwamba mimi nimetoka katika jamii ile ile, tena ni mwalimu ambaye nasomesha na nafundisha somo ambalo wao wanafunzi wengi wanahisi kwamba ni gumu, ambao ni somo la fizikia. Kwa hiyo naendelea kuwahimiza wenzangu wao wanasoma, kwa sababu mifano ya watu ambao wamesoma katika kijiji kile ipo pale pale. Tuna walimu karibu 3 ambao wanafundisha shule ile na wametoka kijiji hiko hiko. Unamiliki pikipiki ngapi kule? Asante. Sisi tunakwama, kuna changamoto mbalimbali, vifaa, kwamba mwalimu wa physics anatakiwa aletewe vifaa mapema ili aweze kuvitumia na watoto wenyewe waweze kuvimaster jinsi ya kutumia. Hata kikipata damage, mtoto mwenyewe anaweza akagundua mara moja na akabadilishwa kifaa kingine, au pia anaweza akatengeneza. Sometimes anaweza akapewa betri ambayo imetumika. Kwa mtoto yule akiwa anafundishwa na mwalimu mara kwa mara, mwenyewe kwanza anaanza kuipima ile betri akijua kwamba voltage iko sawa au imepungua. Kwa changamoto pia ni vifaa pia. Sasa unafikiri nini kifanyike? Nini kifanyike? Kwamba kuwe na utaratibu wa kununua vifaa mbalimbali mapema kabla ya ya mitihani. Mara nyingi vifaa tunaletewa wiki moja bado mitihani ndo tunaletewa. Kwa hiyo hata kuvipima wewe mwalimu unakosa ule muda wa kuvipima, hata mwanafunzi kuvimaster kuvitumia anakuwa anashindwa. Kimsingi hatuwazuii walimu kujishughulisha katika mambo binafsi, lakini wanashughulika kwa wakati gani, hilo nalo jambo lingine. Kwa hiyo sisi kama TAOSA pamoja na mkoa, kwa maana idara ya elimu, tunaimarisha usimamizi wa shule ili wahakikishe kwamba walimu wanatumia muda mzuri wa serikali ambao upo kisheria kwa kuwajibika kwa kuwasaidia watoto wetu. Na hili sasa hatujalibaki kwenye jumla. Tumeenda kutaka kupata matokeo ya mwalimu mmoja mmoja. Wale walimu ambao wanafanya vizuri tutawapa motisha, na wale walimu ambao hawafanyi vizuri kutokana na uzembe wa namna moja nyingine tutachukua hatua kuanzia ngazi ya shule mpaka ngazi ya mkoa. Kwa hiyo sisi kama TAOSA pamoja na uongozi wa mkoa tunataka kuja na mageuzi ya elimu kwenye mkoa wetu, na tunatarajia kwa mwaka huu na mwakani matokeo yetu yatakuwa tumepanda kwa asilimia fulani. Nataka utuambie kwa mwaka 2023, 24, 24, 25 ni wanafunzi wangapi ambao kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 6 ambao waliachia njiani masomo ya science kutokana pengine ya kutokuyaelewa au kukosekana kwa walimu? Asante. Hilo kwa sababu ni swala la data.
Kwa hapo wakati naweza nisiwe na data sahihi, kwa maana kama unahitaji takwimu kwa miaka 3 mfululizo. Sasa hiyo lazima nipate nafasi ya kuangalia data, lakini kwa haraka ambacho tukiona kwamba tumeona kwamba somo la physics ambalo somo ni la vitendo ambalo linamwezesha mwanafunzi mwenyewe kufanya, anaweza akafanya vizuri, lakini sisi kwenye eneo hili tulikuwa hatujafanya vizuri. Na kumbuka pia wakati mgeni rasmi wakati anafungua alitoa hizo takwimu. Kwa hiyo nadhani unipe muda ili niweze sasa kutoa takwimu kwamba kwa mwaka 2022 wangapi walitakiwa kwenda kwenye ufaulu, wangapi walishindwa 2023, 2024, hiyo. Kwa hiyo kwa maana swali lako hili linahitaji takwimu, sio swala la kuweza kukariri, kwa sababu hizi ni data. Kwa jinsi wewe ulivyofika hapa na kuangalia hao walimu ambao umekabidhiwa sasa uweze kuwanoa kwa siku hizi 3, umewaona ni watu wa aina gani? Yaani ni walimu wa aina gani? Wana changamoto gani ambao pengine ndio inapelekea watoto wasiweze kuwaelewa? Haraka tunasema changamoto hazikosa katika maisha. Lakini tukiwa watu wazima natakiwa uweze kutofautisha changamoto zako za binafsi na utekelezaji wako wa majukumu ya kila siku. Na kwa kuangalia hilo, mimi naona kama wako active na wako tayari kujua kitu kipya ambacho wanajua kinaweza kuwasaidia. Lakini pia ili kuwafanya waelewe zaidi ni issue ya methodology, kwa involve. Kutokuwa msemaji sana wa kila kitu, lakini ni kuwashirikisha ili na wao waze kusema wanachokifahamu, alafu mwishoni tunaishia na kitu kizuri zaidi ambacho tunatoka nacho wote kama wana semina. Sasa tunasema ukimuinvolve sana muhusika ambao ni mwana semina, hivi vitu vingine vyote vinaondoka. Ataconcentrate kwa sababu anajua muda wote hapa naweza nikaambiwa nichangie. Hiyo inamuondoa kwenye yale mambo ya nyumbani na kumrudisha pale. Sasa ni issue tu ya methodology, lakini psychologically vitu vingine huwezi kuviavoid. Mtu anaweza kaa na hela lakini unamrudisha pale. Sasa ni wajibu wangu kutumia methodology ambayo itafanya wote tuwe nao pale, waje pale tufanye kazi pamoja kwa involve. Tunaita engagement, kwa engage. Yeah. Yani ni hivyo ulivyonijibu, lakini sasa huko wanakotoka kwa sababu ndio kunaonekana wanafanya vibaya. Mpaka watoto wanashindwa kujibu maswali ya science. Sawa. Sasa wakati umefika hapa umewaangalia, kagundua hapa na kwenda kudili na watu wa aina hii, labda ya wafanyabiashara au wasiokuwa na uelewa kamili au wenye uelewa sana. Sasa mimi nataka kujua wewe, baada ya kufika kuwatathmini kwanza wale watu, umewaona ni watu wa aina gani uko wanakotoka na mpaka hapo unapoanza sasa, ili upate wewe, mimi natakiwa sasa kuanzia hapa. Haraka naweza nikasema nimeona ni watu ambao wanania kutaka kujua, kwa sababu kisaikolojia kwanza kufika hapa, kisaikolojia ni tayari wako tayari kufanyaje, kujifunza. Hilo la kwanza. Lakini nimejua kwamba changamoto kubwa ni hiyo ambayo naisema kwamba hatujawezeshwa kuweza kuviassess vifaa ambavyo vinatumika mara nyingi katika mitihani kwa vitendo, hasa vifaa vya umeme, ili kuweza kuvijua kama ni sahihi au sio sahihi. Na hiyo ni kiu ya kila mmoja ambaye amekuja hapa, ili kuona kumbe kuna wakati tunaweza tukafanya kwa sisi wenyewe na tukasema bwana supplier, umetuletea kitu ambacho sio sahihi, hebu rudisha kanetee kitu sahihi zaidi. Lakini wakati mwingine katika uagizaji wa vifaa nimeona wako na ile hamu ya jinsi gani wanaweza wakaagiza kifaa ambacho kinaweza kutumika katika matumizi mbadala. Kifaa hicho kimoja kinaweza kutumika katika matumizi mbadala ili kupunguza gharama katika uagizaji wa vifaa. Kwa ni mojawapo vitu ambavyo naviona kwao na naona wana support katika discussion na wako eager kusema, kufunguka kwa lugha ya rahisi ili tuweze kuliondoa hilo tatizo au kulipunguza kwa kiwango kikubwa. Sasa ambao mimi nimesema sio la msingi, lakini ni kupata tu experience. Maana mpaka umetoka Dar es Salaam kuja huku, maana kuna vitu, kuna indicator ambazo zinaonyesha. Na kwa sababu wewe hapo umesema ni mwalimu pia huko unafundisha, hebu
tupe kidogo background ya pale ulipotoka, takwimu zinasomaje, wanafunzi nao wafundisha wewe pale ufaulu wao ukoje? Pengine sasa tuone sasa kwamba atakapoondoka tukizipata zile namba za kule Dar es Salaam, mkoa wetu utakuwa uko vizuri. Labda hiyo kwanza off nani? Mafunzo haya yatatusaidia sisi kufundisha kwa ufanisi kwa sababu tuna share experience za mada tofauti tofauti. Na somo la fizikia, mtoto akifanya vizuri kwenye practical inambeba mtoto. Ukimfundisha vizuri mtoto hawezi kupata chini ya 45. Kwa kama atapata hizo 45 akiokota na huku pepawani, kwa hiyo mtoto anakuwa na uhakika kabisa wa kufaulu kupata C na kuendelea, tofauti na masomo mengine. Ni kitu gani ambacho kinakunyima usingizi na kufikiria elimu? Kinachoninyima usingizi ni ushiriki wa watu wengine wasio walimu, wasio maafisa elimu, namna wanavyo support sekta ya elimu. Kwa mfano, kuna watoto ambao ni wanasoma shule za kutwa na wanaosoma shule za bweni. Watoto hao wana wazazi, lakini in most cases wazazi wakileta watoto shule wanaona kama la kwao limeisha. Tunabakia sasa kuhangaika nao sisi walimu. Kwa hiyo kama mzazi, hata wale wanaosoma shule za kutwa, kama mzazi angeshiriki 100% katika swala la elimu ya mtoto wake, kujiridhisha alipoenda shule alifika, lakini kukagua, hata kama wewe sio msomi sana, lakini mtoto aliyeandika na ambaye hajaandika, si unamuona kwamba huyu amejifunza hiki, amejifunza hiki, amejifunza, hata kama huwezi kukielewa, lakini at least kwa shule za kwetu hizi lazima mtoto ataandika chochote kama ameenda shule, kuanzia level ya primary mpaka sekondari. Sasa unakuta mtoto anakuja shule, mzazi anamruhusu kwenda shule, lakini afuatilie kama shule alifika au kama alifika alijifunza. Kwa kama mtoto hakujifunza, mzazi pia anaweza kugundua kwamba mtoto anaenda shuleni lakini hajifunzi. Au labda afiki shule akachukua hatua ya kutembelea shule na kutaka kujiridhisha, mtoto wangu anakuja shule kila siku, lakini madaftari yake yanaonekana aandiki. Huyu kweli anafika shule, anajifunza na mambo kama hayo. Lakini hata kwa sisi walimu tusiotimiza majukumu yetu, shule ziliko, kuna serikali za vijiji, kuna wazazi kama nilivyotangulia kusema awali, ambao pia wanaweza kushughulika na kuona kweli watoto wetu wako kwenye taasisi hii kujifunza, wanajifunza, walimu wapo, na kama hawapo wanapopa kutoa taarifa, kwa sababu wakurugenzi ndio waajiri na wako nao kule kwenye maeneo yao. Lakini hata watu wengine, mashirika, kutushika mkono, kutusapoti. Na sapoti si tu ya fedha, lakini kushiriki na sisi, kutuuliza tunakwama wapi, jambo gani halijaenda na mambo kama hayo. Lakini tukiachiwa walimu peke yetu, for sure elimu hatuwezi kuisukuma peke yetu. Tunahitaji watu wengine kushirikiana na sisi na kutushika mkono ili tuweze kusonga mbele. Asilimia kubwa ya Watanzania hatupendi mtu anayesema ukweli, hata kama anasema ukweli wakiwa wanachokifanya. Lakini wakati unafika ulishuhudiwa kwenye baadhi ya vikao vya walimu, tunaambia ili tutoke hapo natakiwa kufanyike 1, 2, 3. Baada ya kuona mkoa unaonekana kuwa wa mwisho. Sasa ni sehemu gani ambapo sasa hivi angalau unasema naweza nikaemea huko? Ukiangalia shule za msingi au za sekondari ambazo pengine unaweza ukasimama ukasema huku kunanitoa kimasomaso walao, lakini unaona bado kuna kazi ya kufanya. Na mpaka sasa hivi mkoa wa Ruvuma unashika nafasi ya ngapi kwenye kufaulisha kwa masomo yote kwa ujumla, na ni mikakati gani nje na hii ambayo mmeiweka sasa ya kuhakikisha mnatoka hapo? Kwa ujumla hatujaanza kufanya vizuri sana kama matamanio yangu yalivyo, lakini kutoanza kufanya vizuri sana kujanikatisha tamaa. Bado ninaendelea kufanya kazi kwa bidii, kuwashirikisha walimu, kuwashirikisha serikali za vijiji, kamati za shule, bodi za shule, lakini ninatembelea shule sana na kuzungumza na walimu. Lakini pia tuna changamoto ambayo serikali inatamani watoto wasome, inawajengea shule nzuri, inawekea facilities za kutosha, lakini watoto wenyewe hawana mkali wa kusoma. Hiyo nayo ni changamoto nyingine. Kwa hiyo
Ninachoendelea kufanya kama msimamizi wa elimu kama nilivyosema awali ni kujitahidi kutembelea shule, kuzungumza na watoto hata wa kidato cha 5, wa kidato cha 6, lakini kwa level zote hatujaanza kufanya vizuri isipokuwa kidato cha 6 tunafaulisha kwa 100%. Kwa kidato cha 4 na cha pili hatujaanza kufanya vizuri sana, na darasa la 4 na la 7 tunaanza kufanya vizuri sana, lakini hata hivyo haturudi nyuma, tunapanda kidogo kidogo, tunapanda kwa 1%, 2%, 0.28 hivyo. Na mwandishi wa habari, swala la elimu huwezi ukafanya mabadiliko overnight. Usio ujenzi wa nyumba kusema nimeweka mafundi 20 kwa hiyo ukuta utapanda kwa siku moja. Ni gradual kwenye taaluma. Kwa hiyo mimi ninaona kuna green light in the near future, Ruvuma itachange, lakini kama kilio changu kilivyo cha watu wengine kukam in na kutusupport, hiyo inaweza ikatusaidia. Kwa mfano kama mtoto ni mtoro, mwalimu anapaswa akae darasani afundishe mtoto, lakini mtoto hayupo. Sasa mwalimu hawezi kumfuata mtoto, na mtoto mwingine anataka aje siku ya mtihani. Lakini unaona kwamba kuna watu wengine hapa wana jukumu hilo la kuwatafuta watoto watoro na kuwarejesha shuleni. Ndio maana nimesema tukiachiwa walimu peke yetu we can't make it, lakini we are trying our level best. Kwa mfano mwezi wa 7 hapa tulifanya moko mwezi wa 5 kwa darasa la 7. Shule ambazo zikufanya vizuri, mkoa ulitembelea halmashauri 4 ambapo tuliweza kuzungumza na wanafunzi, tuliweza kuzungumza na kamati za shule, tulizungumza na wazee maarufu, tulizungumza na serikali za vijiji, lakini na chama kilichoko madarakani katika level za vijiji, kwa sababu mimi ninatekeleza ilani katika kipengele cha elimu, wale ndio wenye ilani. Kwa hiyo pia nilitaka kuwaoji na kusema nao kama wako certified na ile hali ya watoto kutofanya vizuri, na wenyewe wako pale, na wenyewe wamefanya kazi gani, kwa sababu tuna jumuiya za wazazi na mambo kama hayo. Kwa hiyo maeneo mengi niliyopita ilikuwa Tunduru, tulipita Tunduru, Mbinga DC, nilienda na Mtumbo, lakini wazazi pamoja na serikali za vijiji na chama tawala waliniahidi kushiriki pamoja na bodi za shule na kamati za shule na walimu, ili kama ni watoto watoro kuwarejesha shuleni, lakini pia na kuangalia walimu wapo, kwa sababu mimi hapa afisa elimu mkoa, shule za msingi ziko 861, za sekondari ziko 251. Siwezi kuifikia kila shule kila siku. Ndio maana serikali ina akili sana, inaweka kiongozi kila sekta, mpaka shule yenyewe ina mkuu wa shule ambaye ni answer, ndio anakuwa immediate supervisor wa wenzake. Lakini serikali ipo pale ya kijiji ambayo pia inaweza ikaoversee na kuona kwamba lili hawa watu wanatekeleza ilani katika kipengele hiki na kutupa taarifa, afu sisi tukafanya follow up kama kuna mambo hayaendi vizuri. Sawa, sio kwa muhimu, lakini kwa kumalizia, unajisikia vibaya kuona unatoka kwenye wilaya ambayo kimkoa inafanya vibaya zaidi, au unajisikiaje? Binafsi najisikia vibaya wale wanafunzi wanapofanya vibaya zaidi, kwa sababu mimi nimetoka katika jamii hiyo. Shule ya msingi nimesoma kule, sekondari nimesoma kule, kwa hiyo mara nyingi huwa. Una neno lolote kwa walimu wa science kwa kumaliza? Nchi au dunia inakwenda kwenye kasi katika masuala ya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo walimu wa sayansi watakaohudhuria leo katika mafunzo na wengine ambao wakuhudhuria, kuna walimu wa chemistry, wa biology na masomo mengine, wito wangu ni kwamba tujitahidi, lakini tujibidiishe kufahamu, na mwalimu ni mwanafunzi kila siku. Kwa hiyo kama walimu wangu hawatajitahidi kujisomea, tunaweza sisi kila siku tukabaki kwenye A5, A2, na ikawezekana wanaopata A ni magenius, yani wanajisomea wenyewe. Kwa hiyo wito wangu kwa walimu wa sayansi, lakini pamoja na walimu wote kwa ujumla, mwalimu ni mwanafunzi wa kila siku. Kwa hiyo walimu wajibidiishe kutaka kufahamu, kupata knowledge zaidi hata ya waliotoka nayo chuoni. Lakini kwenye kesi ya practical wafanye kila mara, waangalie vifaa vinavyoletwa na serikali kama vinafanya kazi vizuri, kama kuna shida virekebishwe hata kabla ya mitihani, sio kuvirundika tu kwenye maabara zetu, lakini hawaangalii kama vinafanya kazi, na vingine vinaweza vikawa vimepitwa
na wakati. Sasa mtoto ukimpa kifaa ambacho kimepitwa na wakati, labda akifunction vizuri, atapata jibu ambalo sio lenyewe, na mwisho wa siku ndio tunajikuta watoto tumezalisha F nyingi, na huyu aliyetaka kwenda kuwa daktari, anataka kwenda kuwa mhandisi, anataka kwenda kuwa IT, ndoto zake zinaishia pale, anabaki kusononeka. Na labda pia niwaambie walimu, tusiposaidia watoto kufikia ndoto huwa hawasahau, kwa sababu tunao hata watu tuliosema nasema asingekuwa mwalimu fulani mimi ningekuwa mtu fulani, lakini alikuhamishwa na mwalimu wa hisabati. Sema mwalimu wetu wa hisabati hakuwa mzuri, mwalimu wetu wa physics hakuwa mzuri, nisingekuwa hivi, lakini kufeli kwangu tu mathematics ndio kumenifanya labda nikawa hivi. Kwa hiyo pia kwa sababu kazi hii ni ya wito, nitoe rai kwa walimu tuifanye kwa wito kwa hakika, lakini pia mwalimu ni muumbaji wa pili baada ya Mungu kuumba watu. Tunaoumba watu kwa mara ya pili ni sisi, tunawatengeneza morale, culturally, tunawapa taaluma, na baadaye unawaona wamekuwa watu fulani wanasimamia nchi na wanasimamia mambo yanatokea. Subscribe Mzee wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura.